Me do it for the love, me not do it for the likes. Make them know success don't come overnight. No make them know a substance over. Welcome my people, it's your boy Influencer. Welcome back to another episode. Najua mmenihata, pia mimi nimewahata. But tumerudi for another series of episodes. Season nyingine ya ma episodes kadhaa. Najua mmetuhata lakini we are back. Sasa tumekam tujadiliane kiasi mko fiti lakini unajua during that period mambo mingi zimehappen. As mmejionea juzi ilikuwa Valentine's Day. Nimeona post manzee wapoa after me hype Valentine's manzee hizo siku za nyuma. Sioni status ama ni mimi mmeni hide. Watu wangu mnani hide hadi mtaki tuone wapoa. Ama unapata kuna wase wenye wamepost but sasa wanapost msemo, wanapost like kani dem peke yake anajipost saa wewe chalia anafichwa. Ama kani dem amepost ana hiyo ni kani dem amepost but chalia kipost anajipost yeye anaficha mdem ndo atujue ndo tusijue ama mmepeleka wapo wenyewe out. Design kumetulia hiyo si hype, hakukwenda vile nilikuwa na expect hype ikue. For me nilijipea flowers zangu juu nikawa naume atupewa flowers, mimi nilijipea flowers. But happy Valentine's kwenye watu wako in love. All the people in love, happy Valentine's jo. Bedha umesikia ma stories nini vile kunaenda. Story ya kwanza saizi kuna story inanibamba sana. Kuna hii beef ya Toxic na Brooklyn Boys. Mimi nashangaa sawa watu wote ni wasanii wa East. Sasa mkianza kubishana sisi kwa sisi tu wakianza kubishana si wote ni wasanii. Lakini hizo diss track ni deadly. Hayo ni deadly. But mimi na feel hakuna vile kama msanii ati unaweza ambia msee asitoe doba ati juendo ati unaimbaga hiyo design ati unaweza ambia msanii asitoe ngoma ati sijui na beat za dancehall. So pia wanaimbaga hizo ma dancehall huko Jamaica wakikuambia pia usitoe ngoma ati unawakopi. Hiyo si fiti. Msanii ni msanii, creativity ni ya msanii mwenyewe. Wewe si bora ngoma zako zinasonga, mbona unabishana na wasi wengine? Wewe bora wewe uko mbele, wewe unataka kujua vile msanii anaenda. Mnaanza kudisiana si na tutasikiza mtu yangu. Hizo diss ni deadly. Diss ya Toxic hapo hiyo damn side Simba iko fiti. Kwanza line imenibamba ni hiyo line ya ati endo kapak nduthi ndo come to beef. Hiyo najua ataifeel hiyo na I'm right kwanza ataifeel. Ati wewe ni mfupi cause una look up to me. Hiyo ni daily. Hiyo na umewakuta off guard. But pia hao si wachache. Hiyo Stima. Hiyo pia ni diss nyingine deadly sana. Welcome to a new season of kudisiana. Hiyo na itaendelea. Wanadisiana. Hiyo na itatubamba manze. Lakini hadi vile Brooklyn walikuwa wamenyamaza saa unapata saa Toxic vile amereply hiyo diss unapata anaweka kwa limelight saizi. Sasa pia hao watakuwa juu. Unapata hao wanadisiana, Toxic anadisa unapata saka Brooklyn Female ilikuwa isha. Utapata Female pia itaanza kukam sasa utapata sawa sio wanawasikiza. Watarudi kwa industry vibaya. Nao pia hao pia sio rahisi. Hao sio wachache. Hao ni wa deadly. Unajua hao pia ni marapa. Hao ni wase wanaimba drill. So hapo kwa kukudis pia sio wachache pia utasikizia unacheki. Alafu ampiga video ya dakika 5 hapo refu. Hiyo nao alikuwa amemtolea na machungu. Alafu Toxic hapo ana behave kama to hii. Saa distract hizo unachaga zipite. Wewe si ni msanii unasema uko juu. Sasa ukianza kureply distract ukiwa diss ati vile hao wako chini.
na wewe unawadis pia huko chini mtu yangu. Nacheki. Usikue hivyo toxic. Lakini siku hizi umeanza kutushikishia mtu yangu. Juzi tu umetolea doba hapa Loki. Yeah, tumesikia fiti manze doba ni deadly. Unacheza Loki alafu saizi mdomo kiasi ya wasee wengine unaanza kuyapia hapo. Rada. Si basi mquit kuimba mkwe ma comedian huko nje. Ama mkwe ma gangster muache kuimba. Lakini yuko fiti mnatutolea contents. Si tuna like, sina hatuwezi kosa kulike. Iko fiti, hiyo beef ni daily. Na itaendelea for some time, hiyo nayo. Hiyo na join hiyo nayo itatubamba. Mdresiane, mkitaka kwanza mkidresiana sasa ndio inakuwa deadly zaidi. Nimesikia Brooklyn wamesema hapo itakuwa ni mbaya. Nasema hao kutambui. Wao uliwaguza wamesema wakutambui. Wewe pia umesema watambui. Hiyo nayo itatubamba. Hiyo ni series nyingine pia tunaitegea. Hiyo nayo itakuwa deadly. Majembe. Hiyo nayo itakuwa deadly. Bedha hii 2026 nayo tumeingia na ubaya. Vitu ni mingi, events ni mingi. Saizi kuna hiyo diss ya kina Toxic. Haya April 4 tena tunaongojea tena boxing match ya majembe. Nacheki hapo na weka mawe. Hiyo na itakuwa deadly pia hiyo. Hiyo na itakuwa hiyo itasumbua. Nishaona Prezo shekelea hapo mita zake 4. Ule msu wa SportPesa niliona pia amekelea zake 2 hapo. This time haitakuwa ile vita ya majembe na Alfayo. Enyewe walisema waliendaga na 1600 ama walisemaga walienda na ngapi sikumbuki, I'm not sure. But this time now Law anatoka na kichela. Yeye ako sure haja fight bado lakini ako sure ako na meat already. Sasa unaona akipigana kwa over meat, bedha wase tutokee tuone hiyo vita. Prezo ametulipia matiko. Tiko za milioni 2 mtu yangu nataka kuniambia milioni 2. Hiyo ni kama amelipia kila mtu aende watch hiyo game free. Tiko zilikuwaga 1500 nilisikia Obina akisema. Tiko ni 1500. Tutokee bedha tu support hiyo match. Hiyo na itabamba. Nimesikia. Weka mawe bedha mtuambie nyima fans mko side gani hapo kwa comments manze pia. Mchangamke hapo hivyo mtuambie uko side ya Mbavu the Destroyer ama uko side ya Bazo Onyato majembe mwenyewe kijana from Kisumu. Mtuambie hapo mimi as for me mimi niko side ya majembe siku zote. Tunacheki ule Mbavu Destroyer ule nimejam kamawe nimekula ngori. Hiyo ni ujinga. Ule mjamaa amekauka ndio amekauka nini na kujia mbavu but ule mjamaa kani boxing unajua nikaja ingia kwa boxing wale wase mavienyeji nini wale wenye tu piganaga kwa streets wale kuna mob au ndo wanatukia wako wapi ama mambogi wako wapi wewe mwizi dingo wanampiga. Ule since ako na experience ya boxing so hatuwezi weka hopes hapo sana. Mimi according to mimi naweza ekelea kani kuekelea do. Sio bet hadi kwa hiyo match kwa hadi kwa betting site. Niliona kuna betting site kwa hiyo match. Mimi naweza ekelea majembe. Ule Mbavu Destroyer hata ana gas nini. Though iko saa itakuwa match fitting. Hiyo na itatubamba wadau. Ile nayo ni daily. Nacheki. Alafu tena pia hapo kwa Toxic na Emright pia Brooklyn Boys pia mcomment hapo mseme uko side gani. Unaona nani anaezana na hii beef though at least hiyo ndo beef yenye hiyo sika ile ya Toxic na Furthermore hiyo ni kadi walichoka so unapata hakuna msee anabishana mwingine kila msee anafeel ako juu kivyake hiyo ikiishaga hivyo. Hii nayo hakuna msee anaweza back down. Hii inaita kwa hatari. Hii hata wakitaka kutrace hii na itatubamba hii. Sina cheki. Watu ina tuta nice. Hiyo vita ya majembe itatu nice. Bedha big up to Prezo sana bedhe. Prezo support ni staff za wase sana. Ana nature talents nini. Tumekuwa na rugby hii weekendi. Marugby zimeendelea. Prezo amekam through poa sana. Tunacheki. Bedhe inafaa hivyo.
Alafu nilikuwaga kwa harakati zangu hapo kwa ma resources nini nikapatana na Kenya ina trend saizi bethe historia ya Russia manze vile anawateka huko nje na rangi peke yake. Proverb ya Russia ni talking stage haifai ku last more than 3 minutes. Russia na come, hey, you good? Yeah, can I take you to my place? I live around here. Unapata mdema anajibeba tu anasema okay we can go. Na vile mademu anakuwaga wamejiwekea standards huku nje. Mademu mmeniangusha sana. Mimi hadi hapo sijui ni watetea aje. Mademu wametuba clash huku nje. Vile Aisha Speed alikuwaga Kenya. Sijui chali yako ndio yule anakimbia akiambia Aisha Speed akishout Aisha Speed I love you Aisha Speed. Nyinyi si mmepatikana. Mimi nawaambia karma manze nayo ni kitu kingine daily. Inakuwaga ni kama vile wasosemaga usicheke kilema na bado hujaza. Hiyo nayo ni kweli. Like walikuwa wanacheka maboys hizo time nini wakiwacheka wakiwamoka. Saizi nyinyi ndio mnatekwa na Russia. Wengine hadi wanatekwa bure mtu ama wengine wanapewa kadhaa za mbili. Wengine ni bure tu unaambiwa tuende hivi unaenda. Alafu Russia anakufanya mbaya. Alafu tena mtaanza kulia hapa sijui nini. Mnatekwa na Russia mnadhani mtaomoka. Si after mwateka anawadump tu hapo hivyo unapo kani kuna wabura wamefanywa bure, kuna wenye wamelipwa umetoka. Alafu bedha sijui kawa na video zote wamerecord na hizo maglasses juu unatekwa ukidhani utaomoka manze unapata ushako wa celeb kwa streets. Sisi nayo tunafuatilia hizo Russian files. Hizo nazo tumeziwatch. Hizo video zote tumeziwatch kwanza na clean. Nilikuwa kwanza na watch nikiongojea nione mtu najua hapo. Ndio sasa ni mock vizuri, zinacheki. Lakini madem menishikishia. Alafu kwanza unapata hadi kuna mokoro. Mokoro hadi yako na wakidi mse. Wametoka shughuli zao. Alafu maana Russia anakuja tu anamteka na anaenda mse. Russia ni wadeli. Lakini madem menishikisha sana. Hapo mmeniangusha mtu yangu. Ngenda 50 hours. Meanza. Beda sasa madem sasa. Na vile mnakuaga mmejiwekea ma standards inakuwa aje sasa. Juni unapataga chali anaweza kutrace umemtoanisha vile unafeel anakazi juu aje mara unafeel si type yako. Mara hata hutaki kusalimika na si ati chali anakaa vibaya sijui unafeel aje. Mnakuaga mmejiwekea standards mingi mi hadi mi ushanga tu na madem. Sasa hizi unapata sasa Russia akoeria manzi hata hakuna talking stage. Ni uko fiti mimi naishi tu pale tunaweza enda unasema unafika tu hapo unapata mdem ashatekwa. Do you know to ride a horse? Mshadhombotho huko mse. Madem manze. Sasa hizi kwanza hata iribethe hiyo story ilitokeaga before ta Valentines. Mlifanya wengi wetu manze hatukuspend kitu yoyote. Hatukupeleka flowers, hatukupeleka chocolate juu unaweza kwa una spoil mama wako kumbe alikuwa na Russia manze. Russia alikuwa ashapita na yeye ashafanya ile kitu amemwachanisha hapo si unacheki. So unapata hakuna trustworthy hapo. Bila kwanza kuna mjamani nilikuwa naona ati hapo archives sijui anasema justice for girls sijui nini. Mimi hakuna ngoriko hapo mtu yangu. Mamdemu wenyewe ndo wanajipeana. Si ati hao wasio wamewaforce ama wanatumia majuju. Kwanza wa Russia walitufungua macho kutuonyesha vile madem are so cheap. Madem ni wa cheap sana. Wanakuaga tu wametuwekea ma standards za ufala huku nje. Lakini wakosa walifanya wase wengi wakuspend. So unapata chalia anasema unapata sama chalio wako na trust issues.
pia washaanza kushikisha madem anajiona wako na standards. Madem kwanza waujiona gaondo the price sana, si unacheki, of which comes ana kupenda ina depend pia na level zenye mmekana. Hadi bado si mbaya dem nyinyi mkiwa the price, si unacheki, but shida ni wanakuaga na standards za ufala tu kwa wase necessary sana. Sasa hao walikuwa wanaona juu huyo ni mzungu, sasa wana feel hii ni chance ya kuomoka, hizi ni madolali zimekaa. Sasa tu wanaweza pata kichele hapo, wafanye kitu yoyote hapo, unacheki. Lakini wapi, labda wewe ulikuwa unasukwa ukidhani unaomoka, kumbe wanakufanya ukwe celeb kwa account zao. Sasa hizi mmeshaja huku Telegram, msheko OnlyFans, hadi mko na bahati ni vile anabla hizo video dakika ya mwisho. Na mngekuwa mmetrend, mngefuata ule madam fulani wa juzi, ule Naipei, sijui alikuwa anaitwa something Naipei. Nyi wote ama mtatorokea kwa Kanyari saizi awasaidie. Haiwezi na hizo standards zenyu. Unapatanaga na mademo wanakia machali standards hadi unashanga, hadi unauliza mdeme, hiyo si poa. Alafu bedhani ilikuwa na ngori moja, of which hii inakuaga ngori kwa both genders, juu pia wanaume pia wanakuaga hivyo. Like kani historia kucheat, pia wanaume ucheat, but kwa relationship like na filigi 90% according to mimi, na msini mistake, nimesema according to mimi, hivyo ndo vile mimi naona, sijasema ati ni fact. According to mimi 90% ya wase ucheat kwa relationship ni madem. Like madem ndo upatikananga kwa scandals mingi za kucheat tu. Like mimi sijaelewa mbona mdem ajoishi kwa tu na ile roho ya kutulia place moja. So si wote, kuna wase mdem mwenye akishakupenda yenyewe amekupenda ni wewe tu. But sasa kuna ule pia atakupenda yenyewe ni wewe, alafu after miezi kadhaa asha log out. Sina cheki. Asha log out manze, memory ishaenda, ashaacha kukupenda, ameanza kufilm sehemu nyingine. Ndio maana unapata sasa kama imekuwa rahisi sana kwa Russia kuwateka. Juu na feel dema kwa huko akona chalisi, hata ana chali ka kuradi mamukoradi wako na mabwana hadi wako na wakidi hapo. But sasa na log out tu hivyo, juu na feel ule chali yangu hata hawezi, hapa nishapata mzunye. Tunacheki unaomoka na yeye, unapata kumbe ni mbaya. Tunacheki. Yes, hiyo hapo sasa ndo unapata gamade mwingi ugoron. Wanaendaga after satisfaction, wana feeling ni kama wameka sana na umjamaa sijui maybe ameanza kuboa, ama mimi hadi sijaelewa mnafiligiaje. Unapata sasa kuna mchali mwingine ataka akudanganye, akuchoche, nyinyi mnaingia tu box. Juu una feel sijui chali ako aje, huyu chali amenipromise nini. Like madem naishingi under promises. Tunacheki. Though si mbaya, kila msee anajuanga Kenya anataka kwa hii life, na kila msee anaishi vile anataka. But so unapata huko kwa relationship like easy temptations zinaka mingi, na msee anafazi overcome. But some madem sijui ni juu ya tamaa ama ni juu ya nini, na najua mtani ambush sana, but mimi hata sitaki kujua, hiyo ni ngori yenu. Mnakuaga na tamaa necessary sana. Tunacheki. Mnakaa sijui chali anakudanganya, sijui hata ule chali yako sijui unaonaga mmekana yeye sana nini, wewe sukam twende hivi, sijui nitakupea nini, nitakuwa nakupea girlfriend allowance. Sasa una feel like huyo chali anasema kitu poa, huyo sasa ndio huyo ndo chali sasa. Hao wengine hawafai, huyo chali yako unamtoka. So unapata after umeshaenda huko kwa huyo chali mwingine mwenye atakupeleka out siku mbili, kumbe yeye amekam hapo na intentions zake. Juu anajua wewe uko na chali, so ana feel haizi kudate. Juu anajua vile yeye amekutoa kwa huyo chali, pia kuna chali mwingine anaweza kuja tu akutoe kwake. So obviously haizi kuwekea trust. So yako hapo after kukutumia, na sijui mbona muonagi hiyo.
So unapata umeacha ule jamaa mwenye anakuaga tu amekutrust nini, amekupatia time yake yote, like hakuna kitu akupei. Maybe ako chini financially kiasi, but pia anakusaidia, si hata yako mbaya hivyo, hata yako mbaya bado ni mtu wako. So unacheki wewe ulimpenda hivyo. Unacheki nili notice financial status ya msee inafanyaga wase wengi wana cheat. Sana madem, unacheki. But haifai kani ngori mkonao kwa nini mnasolve tu nyi wenyewe, si ati kwenda kwa nini kwa wase wa nje. Ama unapata chali mwingine anakuja na kumanipulate, sijui anakuambia sijui tufanyaje, sijui nitakuwa nakupeleka out. Unapata yako after kukutumia yeye apate Kenya anataka kutoka kwako, alafu akuache. Amjoi notice like mdem boy anaweza hanya sana kwa mademu wengi, like but bado atakuwa tu clean. Hakuna mse atafeel ni mbaya juu atafeel hiyo ni kama hii nini hiki kitambla. Hii tambla ukikaa uishike hivi juu unaweza ipanguza na bado ikuwe fiti. Tunacheki ni chali, but mdem nikai tambla vile iko na hiyo haba. Unaona mimi nikiingiza hivi kidole unaweza kunywa hii maji? Hauwezi, utamwaga hiyo maji. So hiyo if you know you know kenye najaribu kumaanisha. Unacheki haiwezi kuwa flex kwa mdem juu vile unachotana mara uko na chali, mara uko na chali, utaitwa na mpendagi hivyo, na hivyo ndio vile nyewe mko. Unacheki but chali haiwezi itwa So like pia kani madem umama kuingia kwa relationship, wewe katu na mse kama unaona hiyo itakuwa ngumu, ambia tu mse yenyewe itakuwa ngumu, wewe tufanye situationships. Unacheki juu bado unaweza fanya mse wako mbaya, uende kwa mtu mwingine ukidhani hapo ndo iko sawa, ya kufanye mbaya, uanze kuteta sijui ni kwani nini sikupeagi, na umesahau pia ulitoka mtu mwingine tu hapo hivyo unalialia ngori. Unaona iwezi. So madem check on that manze. Alafu tutaishi tu fiti, maisha fiti. Kila mtu atakuwa anajibamba na mtu wake. So unacheki ndo at least next year, Valentine's ya next year nataka nisikie tulikuwa na anniversary. Ndo napata sasa wanaume wanapata courage ya kubeba flowers, kukuletea flowers present. Hakuna jali anaweza kuletea flowers na gifts na anajua maybe unamchita, yuko sure na airi ya kudanganya vile yako busy, ama hiyo siku atakuwa job nini. The few ndo watakuletea flowers nini. Unaona Joana anakupenda na bado pia hayuko sure Joana feel mdema dikana mfanyaga hivi bado anaweza ni cheat. Unaona nimesikia ka story hapo, sijui kani ukweli. Unaona Njugush na mtu wake kuna venye. Unacheki mwende mcheck on that. Mimi sijui hadi mimi nitaenda kuchambua sijaget hiyo story fiti. Unacheki like but madam check on that mtu yangu, alafu tuna grow. Unacheki bedha nilikuwaga hapo TikTok na survey nikakuja ku notice ilikamkuni hit kuna video moja wasi ucomment sana. Hiyo video tu ya jamaa upataga likes. Hizo video wase wamecomment, wamelita shida mse comment section kuna vurugu. Ati unajua vidani ya nani wadau? Hebu guess nimewapatia 3 seconds. Guess vidani ya nani? Msha guess? Majamaa vidani ya ule mjama wa Have you ever wondered if a tumbler can be blended? Wada ule mjamaa na ametusumbua mse. Ule mjamaa na blend kila kitu. Na ile blender ni hatari, ile blender ivunjiki. Ina blend hadi coconut. Hayo na mimi ilinishtua. Chupa. Mara ameblend ugali, ati mahindi imekuwa unga, ameblend njugu. Amepika ugali, ana deep fry ugali kwa mafuta. Ule mjamaa hiyo content yake imefanya wase wamevurugana hapo. Hiyo ni deadly.
Lakini niko na siri. Niwaambie nini? Mimi usikie nilienda nikaiba ile blender. Hebu tuone kata tu ya mavideo zingine. Mnadhani ni jokes? Hai, so acha niwaonyeshe blender yenyewe. Guys, ndio hii blender. Have you ever wondered if influencer can be blended? Watu wangu niliiba blender, ndio hii. Hata wapea pressure tena, ndio hii blender yenyewe. Ule naye ametusumbua sana wadau. Ule naye tumejangori ni aje. Mimi nilikuwa nimejangori nikasema ile blender lazima nipite na. Ndio hii inaichapisha bei kwanza. Nimenotice ni daily hizi chuma zivunjiki. Hii inaenda kuuzia kwanza mlani ni mchote. Cheki. Ule mjamaa amefanya hayo tumevurugana. Lakini hakuna content fit. Ndio ana blend kila kitu. Ana waste pesa, ana blended coconut, ndimu, nini. Kwanza anapika mixture zenye za vitu haziwezi. Na cheki. Lakini kuna video fulani ya Rono ilinibamba. Hiyo video ilikuwa gagoted. Ati me sneaking to steal the blender. Alafu senya anaingia kwa keja amevalia kihudi, anaingia kitchen anatafuta hiyo blender. Senye tu anasema ameiona, senye anaenda kuchukua. Alafu tena ati saa mwenye blender anatokea huko nyuma akisema have you ever wondered if a thief can be blended? Hiyo nayo ilinibamba hadi nilisave. Rono hiyo nayo ni daily. Hiyo nayo iliniua. Hiyo hapo unapata flowers zako. Hiyo ni content daily. Wadau, hii mwaka mmetubamba. Kumekuwa na so far tuko mwezi wa pili, alafu but entertainment imekuwa mingi nini. I'm loving it manze, keep it up. Tuendelee hivyo. Muendelee kutubamba. Content ziendelee kutoka. Tuna Kenya nao ni place huwezi boeka. Kenya kuboeka mse. Kenya nao kuboeka ni kujitakia. Juu vitu kuna bamba kila mahali. Everything squeezy kuko tu fiti manze. We are living the life. Entertainment kila kitu ile. Guy, God bless Kenya manze. Alafu muendelee kubeef. Tunangoja reply ya Brooklyn Boys tena. Sitotsika shangusha yake. Tunangoja pia Brooklyn Boys wa drop ingine. Sio inaweza endelea hivyo by the way kuenikani kialbum wanatoa. Unapata wametoa ngoma 13 hadi waiweke kwa album ikwe saa album. Ni mbaya. Wainema hapo ni mbaya. Jina ya album. Judis zinaenda kudropiwa. Haina itatubamba. Sina cheki. Wadai imekuwa true sana. Kwenye wamefika hapa far. Shukran manzi. Support yenyu. Najua sisi pia tuko hapa. Kujibamba wote kwa entertainment, kwa content. Like si wote tunajibamba, si ndio? So by them like na mshare pia wasi wengine waone. Usiwatch peke yako na mtu mwingine anaweza watch. Unacheki. Tuwatch wote, tujibambe wote. So far so good. Adios muchachos. God bless tu sana. Do it for the love and I do it for the likes. Do it for the love and I do it for the likes. Do it for the love and I do it for the likes. Do it for the love and I do it for the likes. Make them know success don't come overnight.